interesting, nimekuja kugundua kwamba mtu yoyote ambaye anafanya zoezi la kutoa ujauzito au kufanya abortion haishi muda mrefu. Yani muda wake wa kuishi unapunguzwa. So anaondoka mapema. Lakini sio tu kuondoka mapema, ila hata namna anavyoondoka, anaondoka kwa kumwaga damu. Huyu mtu hawezi kufa hivi kwa ugonjwa. Is death, kifo chake kinakuwa ni cha kumwaga damu, either by accident, labda ni kwa ajali, lakini kinakuwa lazima kiwe cha kumwaga damu. Sasa kwa nini abortion, utoaji wa mimba, ni mbaya? Sio kwa mwanaume wala sio kwa mwanamke, ingawa mwanamke ndo anabeba mzigo mkubwa pindi ataporuhusu hilo tendo lifanyike. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5 anasema, kabla sijakuumba nalikujua. Before I formed, not before I created. Kabla sijakuumba nalikujua. Cha kwanza, nalikujua, nalikutakasa, nalikuweka. Ni mambo matatu ambao huyu mtoto ambaye akiwa tumboni ameingia, ujauzito umepatwa, huyo mtoto anakuwa na mambo matatu. So unapotoa ile mimba, ni kana kwamba unamtukana Mungu. Ni kana kwamba unaona haya mambo matatu Mungu amefanya ni mambo ya kipumbavu. Unajua Yesu alisema kwa Yuda ni bora mimba yake ingeharibika, sio ingetolewa, ingeharibika. Kwa sababu mambo ya mimba kuharibika, shetani anaweza akahusika, uzembe unaweza kuhusika. Lakini kuna kutoa, dhamira ni kutoa mimba. Lazima ujiandae kufa mapema, na kifo chako hakitakuwa kizuri, na wewe utakufa kwa kumwaga damu. Anayeua kwa upanga naye atakufa kwa upanga. Sasa kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili kutengeneza, sio tu kuomba toba chumbani kwako. It's not only that, people of God. It is not enough. You should pay another price. Lazima ulipe gharama nyingine. Despite Yesu alipa gharama msalabani, you should pay another price. Gharama nyingine. I don't know if I wish that the Lord may give you understanding of what I'm telling you and how risky and how bad it is to do abortion. Na kama unanisikia hapa, labo you had plan, ulikuwa na mpango wa kufanya kutoa mimba au kufanya chochote cha utoaji wa mwanaume au mwanamke. So kuna mambo matatu. Please, I would love to welcome you to the church. Karibu kanisani. Siza kwa Remi. Ni Apostle GC Angel.